oh nini stories make sense. We need the answers for the questions arising. Mimi mwenyewe nimecharaza Bishop left and center because I believe hata kama ni mimi ningetoka wana youth au majenzi wangenicharaza left and center. Na mtu akichagua side yenye anataka kukaa akae, hakuna mtu anamuuliza. Side yenye tunakaa tutakaa na tusiulizwe na mtu. That is what I'm talking about. We are not here because like kila mtu anataka ajulikane ama afanye nini. And I want to address the issue because najua nani amemtuma. Na anafikiria kuna information lakini si tuko na information mingi kumuliko. We have a lot. Nataka guys, I want to talk to the comment section. Na mko hapa. Nyinyi ndio mmekuwa na hii movement. Nataka tuulizane swali moja. Mambo ya distraction sio sisi. We stand with whoever stand with us and we speak one language. For all that time tumekuwa hapa, tumekuwa leaderless. Hakuna mtu amekuwa kiongozi wa mwingine. Kila mtu amekuwa akifanya kitu yake afanikishe movement. Hakuna mtu ati wana youth waliamuka wakasema ni aje guys. MC Chris ni leader, hapana. CID ni leader, hapana. Swings ni leader, hapana. Ule mwingine ndiye leader, hapana. Tumekuwa hapa for one. Nataka niwaulize swali guys. Wakati tulienda, kwa sababu hii story imeanza kwa wakati wa Karuma. Wakati tulienda kwa Kaluma Boy. First of all, Kaluma Boy tulienda kuwatembelea, haikuwa mchango. Tulikuwa tunaenda kuwatembelea. Sawa. This is all about Kenyans for Kenyans, youth for youths and Gen Z for Gen Z. Mtu ajiweke mahali yako. Ni nyinyi mlichagua. Wakati Bishop Ben alipiga simu nikapatiwa, ni nyinyi mlisema mtaenda JCM ama sio nyinyi kwa sababu alishirikiana na nyinyi? Nani alisema? Ni nyinyi mlichanga ama sio nyinyi mlichanga? So let us focus with the people that did whatever they did. This has nothing to do with Banya, me, or anybody else. Okay? Now, let me go to the question, to the topic ambayo Sheia Meleis. Wakati mlichagua tunaenda kwa JCM for Thanksgiving ya Kaluma. The one only guy anaitwa Pastor, nikumbusheni hiyo jina yake. Huyo jamaa anaitwa wacheni tukaribishe rais. Bishop Ben akakuja na watu wake wenye anafanyanga na wao kazi, tupange program ya kwenda JCM. Niwaulize, kuna makosa yenye tulifanya kwenda kupanga program? Hapana. Na wacha wanijibu. Nipandishie CID, nimemuona hapo. Kuna makosa ambayo tulifanya kwenda kupanga program? Nataka tu mniambie. Kama nilifanya makosa kama kuna makosa tulifanya, tutawaomba msamaha tu hapa. Hiyo post iko hapa, iko na 17,000.2 Facebook likes na iko na 3.2k comments. What happened on Friday? Wakati tulikaa chini hivi, Bishop Ben akasema, whatever you people you are doing, that is what I've been doing. Compassion. And I support compassion. Hata si tumekuwa tukifanya compassion hapa. Lakini something happened tukiwa kwa hiyo meeting. Bishop Ben akapigiwa na His Excellency the Deputy of the Republic of Kenya, nominated, not elected. Siku hizi nasahau watu make sense. Kidiki akapigiwa na Kidiki. Kupigiwa na Kidiki
tukiwa kwa hiyo meeting, Kindiki akamwambia ataleta 5 million Sunday. Akasema ataleta 5 million Sunday. Tumkubalie akuja na watu wake a support Kaluma Boy na 5 million na tukae chini tuongee. Do you know what we did? We told Bishop, and I am challenging Bishop. Junuo umetuma Teacher Shei hapa and other people. Bishop Kiengei leo usiku, a good friend of mine. Did Kindiki call you when we were in a meeting and we rejected him and the people of the government to come and support and stand with us? We rejected. Did you not invite politicians on Thanksgiving Day? On the Thanksgiving Day, ulileta ka project ka Kisiagi. Mnakumbuka ile project ya Kisiagi? Ile Kisiagi ya nani alipewa? Mimi siokopagi anything, guys. And I'm telling you the truth. Unaona ile Kisiagi yenye ililetwa, huyo jamaa akapeana, huyo madam akapeana. Huyo madam ni sister ya jamaa fulani, amekuwa akiweka billboard Nairobi mzima. Ukienda Kiambu ameweka billboard. Thika Road ameweka billboard. Ukienda saidia huko mahali panaitwa CBD ameweka billboard. Huyo jamaa ameweka billboard kwa sababu ni yeye he is one of the performer. He is one of the people who are supporting the government. Na ni yeye amekuwa kisimama hapo, anataka afanywe the kingpin of a certain region. Na mtakuja kunikumbuka nikiwaambia hivyo. But sisi tulinyamaza. Na wakati tulikataa politicians, kwa sababu wakati tulikataa Kindiki akuje JCM, hiyo siku ya Thanksgiving, Bishop himself introduced the politicians in form of Compassion na Kisiagi. And we rejected that, and that is where Githaiga came up na kakata na tukanyamaza. Huyo mtu mwenye anaplantiwa saizi ndio akue kingpin wa certain region na ameka billboard kila mahali. Kama uko Nairobi, you know what I'm talking about. Tungependa pesa tungeenda kitambo. Sisi ni wale mpaka ambao tumepigiwa na mapie wa Faruku Kibet. Sisi ni wenye mpaka, do you know what? Mpaka Swings ameitwa na watu fulani akawaambia I'm not coming. And we stood with the truth. Mimi sijaipatana na Gachagua. Sijaipatana na Ruto. These people, we have not been studying with anyone. We have been studying with the truth. Because you are the people to make the decisions. As one time is concerned, you're the people to make the conclusions. You're the people to decide, because we are the bigger numbers. The reason why this issue iko hapa ni kwa sababu wenye wametumwa ni kama watumia akili. Wanaongea tu waongee, wanafikiria we don't have information. On Sunday, wakati Bishop Ben alisema Brothers of Compassion wako huku, kamera ilienda ama ilibaki kwake? Kamera haikuenda. Brothers of Compassion, nimeongea na wawili leo na wameniambia they are disappointed. Hawakuenda. Hiyo kanisa washirika walifungiwa nje. Wenye walikuwa huko ni wenye walikuwa wamekuja na wanasiasa. Ndio ukisimama wanakupigia makelele, na ndio waliigizwa kwa hiyo kanisa. I'm telling you the truth. Brothers of Compassion walikuwa sijui 5 na wanakuwa kama 300. Wakati tulienda kwa Kaluma Boy walichaka pesa mingi sana. And by the way, pesa ya Kaluma Boy iliisha. Na muachane na Kaluma Boy. Tulikuwa tunamsaidia and we stand with him. Wenye wanabash Kaluma Boy, muachane na yeye. He's just a boy who is supported. Wenye walichukua hiyo miradi ni Bishop na watu ambao walisema watafanya hiyo kazi. Hiyo nyumba hata haiko. Tulikuwa tufungue hii nyumba December. Tunaelekea mwezi wa 3 2026.
nyumba ambayo tulikuwa tufungue Disemba. Nyumba ambayo tulikuwa tufungue Disemba mpaka saa hizi imekwama. Mumalize. Wakati Bishop Ben alienda kuzika Boniface, mwenye alipigwa risasi ya kichwa hapa, akasema ya kwamba atajengea Mama Boni. Hakumjengea. Pesa yenye ilichangwa about 2.5 million ikaenda kwa mama ya Boni, about 3.5 million ikaenda kwa baba ya Boni, ndio imejenga hiyo nyumba na ijamalizika. I was there, I have the recordings here, nilirekodi hiyo nyumba. And I'm telling you the truth. Bishop Ben ye alizika Boniface na alilipwa 100k. What? Ningewageuka saa hizi mungefanya nini? Nijibuni hapo. Mungedu ungepitia tu mahali Kiengei amepitia. We na Chris ando matike gutida magitweta IC ni matwite IC na magoka na evidence. Mutwite IC mutwite waizi na mnakuja na evidence mnaekelea hapo. Priscilla, this is a national conversation. Kiswahili. This one is a national conversation. Na ndio maana niliambia Tisha Shei. Na ndio Albert, hebu pandisha Albert Blessings. Na ndio maana niliambia nasema wenye wanatuita waizi, mtuite waizi na mkuje na evidence. Mkituambia sisi ni waizi, mnakuja na evidence mnaiekelea hapo. Kiza, ngoja kidogo. Unajua watu, let me tell you something. Kidogo tu. Let me tell you something. Unajua mimi niliwaambia, okay, if you want to address me with facts. Na kama nimekosea nitawaambia poleni, munisameni. Aya, Bishop Ben pia alijenga nyumba. Hakujenga nyumba, si ndio? Yes. Wewe ni nani kwa hiyo familia? Haya, to cut this long story short. I'm asking you. Yes. Bishop Ben alilipwa pesa ngapi kuzika Boni? 100k. Thank you. Nitafute kwa live yangu ukuje saa hii. Si uko mpaka na evidence? Evidence ya Bishop Ben akitumia message. Na uko na evidence ya kwamba wewe kuchukua pesa? Mimi niko na evidence, hakuna mahali nilichukua pesa. Now kuja search Banya ukuje hapa. Banya. Sasa muniache nyinyi guys, we have been here doing this for you. Mimi gari yangu iliishia kwa hiyo barabara. I sacrificed everything. Sijailipo hata ndururu hata moja.